Nafasi ya mwanamke kama ni kiungo kizuri kwenye jamii, na kwa kweli wana uvumilivu, wana uwezo wa kuleta maelewano, wana usikivu wa kutosha, ila tu tukiboresha hii mifumo yetu ya kisheria, sera ambazo zitatoa fursa kwa mwanamke kuwa msuluhishi, basi tunategemea kwamba jamii itajengeka kwenye misingi bora na kuleta amani na utulivu, ambayo ndio dira yetu ya 2050 inavyotuelekeza. Kama usuluhishi ni nyenzo muhimu, na mwanamke pia ana nafasi muhimu katika usuluhishi. Dunia nzima inaangalia kwa njia kwamba njia ya usuluhishi ndio njia sahihi ya kutatua migogoro pale inapojitokeza kwenye jamii. Nafasi ya Tanzania kwa Afrika, mimi naweza ngasema Tanzania ni namba 1 kwa sababu ina zaidi ya sheria 12 ambazo zinatoa nafasi ya usuluhishi. Yaani kwamba migogoro inapotokea basi watu waanzie kwenye zile hatua za suluhu. Lakini pia kwa Afrika ni Tanzania peke yake inaipa nafasi usuluhishi kama njia ya awali. Pale shauri linapofika mahakamani, kabla ya kuanza kusikilizwa kwa lile shauri, kukamilisha zile hatua za awali, basi mahakama huwataka wale wenye mgogoro watumie zile njia za usuluhishi. Tuna mashauri zaidi ya 386 ambayo yameondolewa kwenye hatua ya usuluhishi kwa mwaka jana, kwa maana 2025. Lakini kwa upande wa nje ya mahakama, kwa maana ya mabaraza na zile taasisi zingine zinazotatua migogoro, tuna jumla ya mashauri 500 na kitu ambayo yamemalizika kwenye hatua ya usuluhishi. Haya mashauri 500, kama zile taasisi zingefanya kazi zao, basi yale mashauri yangefika mahakamani. Lakini pia tusisahau tuna viongozi wetu kwenye jamii ambao pia wanafanya usuluhishi. Kinacholeta matatizo zaidi ni ule upatikanaji wa zile takwimu, lakini kuna kazi kubwa sana inafanyika nje ya mahakama katika kutatua migogoro. Ni mkakati muhimu kushirikiana na hawa wadau wa msingi kama TIAC ili kuweza kuhakikisha kwamba kunapatikana uzoefu, ujuzi, ubobezi, tuna share experience na kuweza kupata wabobezi pamoja na kuweza kufanya awareness ya ADR kama njia ya msingi na ya muhimu ya kutatua migogoro. Kama mnavyofahamu kwamba ADR ina faida nyingi, ikiwemo kumaliza migogoro mapema pasipokuwa na gharama kubwa, vile kusaidia mambo mengine yanaweza katatulika katika njia za awali. Kama mnavyofahamu, takwimu zinaonyesha ushiriki wa wanawake katika ADR bado huko chini. Kwa maana hiyo, tunaamini kupitia makongamano, mafunzo haya kutaweza kusaidia kuweza kuongeza ufahamu, uelewa na kuongeza idadi kubwa ya wanawake kuwa katika sehemu ya utatuzi wa migogoro kwa njia mbadala ambazo ni msingi. Ili kuwe na tija sasa, ni namna gani ya kuhakikisha hawa wanawake, wanasheria na wengine wataalamu wanashiriki katika kuhakikisha kwamba tunapata usuluhishi wa migogoro kwa njia ya mbadala. Ndio maana tumeweza kuandaa kongamano pamoja na mafunzo ya siku 3. Maana leo ilikuwa tu ni kilele tu, ili kuhakikisha kwamba tunatoa hamasa, tunatoa uzoefu wa wale akina mama ambao wamekuwa wakifanya hizi kazi za usuluhishi kwenye jamii, ili walau hata huyu wakili, mfano kijana mwanamke, awe na nia, aone motivation kwamba na mimi ninaweza nikawa sehemu ya hii michakato yote ya usuluhishi wa migogoro kwa njia mbadala. Baadhi ya migogoro inachukuliwa kuwa inafaa kushughulikiwa na wanaume pekee, huku wanawake wakikosa nafasi ya kushiriki. Hali hii inapunguza fursa zao za kukuza uzoefu, kujenga hadhi na kuonyesha ufanisi wao katika taaluma ya ADR. Changamoto hizi zina athari nyingi, zinapunguza uwakilishi wa wanawake, kupunguza mitazamo ya kipekee inayoweza kuongeza ubora wa maamuzi na kuathiri upatikanaji wa haki. Mfumo wa ADR unaopunguza ushiriki wa wanawake unaweza kusababisha maamuzi yasiyoakisi mahitaji ya jamii kwa ujumla na kuathiri ufanisi wa utatuzi wa migogoro. Hii pia inaathiri uchumi, kwani migogoro isiyotatuliwa kwa haraka inadhoofisha uhakika wa kibiashara, kupunguza imani ya wawekezaji na kuongeza gharama za kifedha kwa pande husika.